Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu mtazamaji wa Mukhtar Online TV, leo katika darsa yetu ambayo tunaianza rasmi, tulianza kuirusha moja kwa moja katika chaneli yetu pendwa ya Mukhtar Online TV. Leo katika darsa yetu ya ndoa zetu tumepata bahati na fursa ya kumtembelea Sheikh Suleiman Idi ambaye ni mwalimu mkuu wa Madrasatul Fauzia Hamzia, Madrasatul Hamzia ambayo iko kijiji cha Gezani katika wilaya ya Mkinga mkoani Tanga. Yeye leo tutamuuliza baadhi ya maswali yetu ambayo yatajenga katika kuzifahamu ndoa zetu. Nitamkaribisha awasalimie, kisha tutaendelea na kipindi chetu. Sheikh Suleiman, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, huyu ndio Sheikh Suleiman, na moja kwa moja, ndugu mtazamaji wa Mukhtar Online TV, tutaingia katika swali letu la kwanza ambalo limebeba unwani nzima ya mada yetu ya leo ambayo ni ndoa zetu. Kwanza, Sheikh Suleiman, ndoa ni nini haswa? Tukizungumza neno ndoa, Uislamu wafahamu na watu wengine na jamii kwa ujumla, ndoa ni nini? Alhamdulillah, kusanyika kuliweka wazi swala la neno ndoa ni nini. Ndoa ni mujitamaa wa mambo matano. Yanapokamilika au yanapopatikana mambo matano haya, huwa ndio yanatengeneza neno ndoa. Kwa hiyo tunapata jibu la kamili kwamba ndoa ni mkusanyiko maalum unaokusanywa na vitu vitano. Inapopatikana vitu vitano hivi, basi ndoa inakuwa imepatikana na imekamilika, na ndio linapokamilika au linapokusanyika neno zima kuitwa neno ndoa. Vitu vitano hivyo ni vitu gani? Ni kupatikana azaujani, yani mume na mke. Ili ndoa ipatikane, wapatikane watu wawili, mume na mke. Haiwezi kupatikana ndoa kama pana wake watupu, na haiwezi kupatikana ndoa kama kuna waume watu. Ili ipatikane ndoa, patikane mume na mke, na mume na mke huyu ni wale ambao wamehalalishwa kisheria, ambao wanaweza kukaa faragha na mtu kwamba si maharamu yake mtu, na apate misingi ya sheria ili aweze kukamilisha takmili ya neno zima ndoa. Kwa hiyo apatikane mume na mke. Baada ya kupatikana mume na mke, patikane utaratibu mwingine wa kufuata ambao katika vitu vitano ni mume na mke ni kitu kimoja. Yapatikane na wali wa hao watu wawili, yani wali ambaye tunamzingatia hapa ni upande wa kwa mke, na wali hapatikani upande kwa upande huo wa mke. Wali hapatikani kwa mama, wali anapatikana upande wa ubabani wa mke, mradi kwamba awe ni baba au babu au ikhwatu shakiki, ndugu baba mmoja mama mmoja. Akikosekana ni basi ni baba mmoja. Kwa hiyo akipatikana mawalii hao kwa daraja zao, wapatikane na mashahidi wawili wa kusimamia hiyo ndoa, ambalo hilo ni jambo la tatu. Tunasema ni mke na mume. Hili ni walii, mashahidi wawili. Kisha baada ya kupatikana mashahidi wawili, patikane neno ijab na kabuli, kwamba yule mke awe amemridhia huyo mume na mume naye awe amemridhia huyo mke. Kisha patikana ijabu na kabuli hii, kupatikane na neno mahari. Haya mahari ndiyo yanabeba mambo yote yale matano. Kwa hiyo tunasema kwamba wasmuha almaharu
wa asasiha, lile neno la mahari ndiyo msingi wa hiyo ndoa. Umeelewana? Kwa hiyo haitakamilika ndoa pamoja na kupatikana watu hawa wanne au vitu hivi vinne, kama asasu ya ndoa haikupatikana, ambayo ni mahari. Ni sawasawa na kupika chakula lakini kikakosa chumvi, hakitakuwa na ladha. Na ni nini mahari? Mahari kama akala Nabii sallallahu alayhi wasallam, ayyuma rajulin tazawaja al-imra'a fanawa alla yu'tiyaha shay'an min sadaqiha mata yawma yamut wa huwa zani. Kwa hiyo kwa msemo huu tu kwamba Mtume amesema hakuwa mtu yoyote wakati anataka kumuoa huyo anayetaka kumuoa, lakini ndani ya nafsi yake akanuia kutokumpa chochote katika mahari yake huyo anayetaka kumuoa, mata yauma yamut wa huwa zani, atakufa siku atakayokufa aliyakuwa ni mzinifu. Hii tunapata jibu kwamba basi inaonyesha kwamba mahari ndiyo kitu muhimu zaidi katika ndoa. Maana kama mtu itakuwa hakutoa mahari, basi ndoa hapa inakuwa hakuna. Hata apatikane walii, apatikane mashahidi wawili, ipatikane ijabu na kabuli, lakini silatun nikahi ambayo ni mahari kama haipo ya kuikaza ile neno ndoa ikakamilika kuwa kitu kimoja, basi ndoa ile itakuwa ni basi, itakuwa haijasimama ndoa kwa sababu ya kukosekana mahari. Nanaelewa shekhe wako Pia kwa sababu ya hayo mahari, wa kama akala alqail, kama alivyosema msemaji, sema mwenye kusema katika kitabu chake cha Masailu Muntahaba juzu ya kwanza, sema hivi: walimadha wajaba maharu ala zawji walam yujibuha ala zawja ma kauniha tastamtiu bihi kama yastamtiu biha. Ni kwa nini basi yamepasa mahari juu ya mwanamume na wala hayakupasa mahari juu ya mwanamke, pamoja na kuwa yule mwanamke anastarehe, anapata raha kama anavyopata raha huyu mwanamume? Kwa nini tu mahari yamewajibishwa mume? Naelewa hili. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia mjumbe wake ambaye ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amesema kwamba almahru takrima, mahari ni heshima, wa atiya, na ni kipawa, na ndicho chenye nguvu juu ya kummilikisha mwanamume, kuweza kumkabidhi mwanamke kukaa naye pale nyumbani, kwa kuwa yeye ndiye amepewa nguvu ya kummiliki kwa kule kumlipia nini? Mahari. Na ushahidi hata Nabiullahi Adam alayhi salam alipotaka walivyoumbwa na akatolewa bibi Hawa katika ubavuni mwake, wakati ilipofikia muda kwamba Adam sasa anahitaji kuwa awe na mke, aliweza kumfuata bibi Hawa akaambiwa, haiwezekani, huyo si halali yako mpaka umlipie nini? Mahari. Na ikawa mahari kwa Nabiullahi Adam kwa wakati ule hakuwa ni mwenye uwezo, hakuwa ni mwenye biashara, hakuwa ni mwenye kazi. Akamuuliza Mtume, akamuuliza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mimi nitapata wapi mahari? Akaambiwa, mahari yako ni kalimatu la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah. Utamke maneno hayo pamoja na kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa kumtamkia hayo na kuyasema hayo, itakuwa ndio umelipa nini? Mahari ya bibi Hawa. Naelewana? Kwa hiyo mahari ndiyo kitu cha tano na ndiyo kinabeba jambo zima la neno ndoa. Na pia kwa kulithibitisha hili alisema katika hadithi al-Quds kwamba ya bani Adam inna shaitana lakum aduwwun fala yakhrujannakuma min aljannati fatashqa. Adam, ya Adam, inna shaitana lakum adu fala yakhrujannakuma min aljannati fatashqa. Adam, hakika shaitani kwenu nyinyi ni adui,
asije akawatoeni nyinyi katika pepo mkawa nini, mkawa waovu. Kwa nini Mwenyezi Mungu alisema fatashqa, wakati maneno yale fala yahrujannakuma min aljannat fatashqa, kwa maneno yale yanakusudia watu wangapi? Wawili. Sana kitabu ni ya watu wawili, lakini kauli imekuja kwamba ni fatashqa. Umeelewa? Pia ile imetoka jawabu kwamba usije ukawa muovu. Walimadha lam yakul fatashqa ya, kwa nini Mwenyezi Mungu hakusema kwamba fatashqa ya fala yakhrujannakuma min aljannat fatashqa ya? Unaelewa vizuri hapa, Mwenyezi Mungu alileta khitabu ya kwamba fatashqa, lakini ilikuwa iwe fatashqa ya, iwe ni musharaka baina ya mume na mke. Kwa hiyo ilikuja vile kwa sababu Adam ndiye atakayekuwa na kupata tabu ndani ya kumhangaikia mkewe. Kwa hiyo fatashqa imebeba kwamba ni Adamu, ikiwa inamdhibishia na huyo mke kwamba usije ukapata tabu wewe Adamu, maana ndiye atakayehangaika kutafuta chakula, ndiye atakayehangaika kutafuta mavazi. Kwa hiyo shaitani asije akawaghilibu yule Adamu ukaja ukawa muovu. Yote inarudi kwenye neno kwamba basi mahari yanampa nguvu nani? Mwanamume katika kummiliki nani? Mke. Unaelewa vizuri eh? Kwa hiyo kwa kukamilika haya tuliyoyataja mambo manne pamoja na haya mahari ndiyo yanakamilisha neno zima ndoa. Kwa hiyo ili tuipate ndoa na iwe ni ndoa, basi ikamilishwe ni vitu hivi vitano. Unaelewa vizuri? Na kwa kukamilika vitu vitano, basi tusije tukayadharau mahari, kuona kwamba mahari ni kitu kipuzi, ni kitu hakina maana. Mahari ndiyo kitu cha kwanza na ndiyo kitu cha mwisho, kikijumuika na haya mengine ili weza kumkamilisha kumiliki mwanamke mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, ndugu mtazamaji wa Mukhtar Online TV, nadhani Sheikh Suleimani ametiririka na amefunguka kutueleza ni nini neno ndoa. Wengi huwa linatusumbua na hata ambao wanalifahamu lakini hawalifahamu kwa undani, lakini Sheikh Suleimani, Allah ambarikie, ametufungulia na ametufafanulia nini neno ndoa, na ili likamilike neno ndoa linapaswa kuwaje. Ametuwekea, ametutajia vitu vitano ambavyo ndio vinakusanya neno ndoa, yakiwemo na mahari ambayo ndio kitu asasi ya hivi vitu.